kwa njia ya kiungo, kwa njia ya nguvu, uwazi, mamlaka na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nena na mioyo yetu, nena nasi. Twatamani, twatarajia, twategemea mfalme mwema kusikia kutoka kwako, maana wewe ni Bwana. Najikabidhi mikononi mwako, mimi ni chombo tu. Mfalme mwema, wacha mapenzi yako makamilifu yakatimie juu yangu na pia juu ya kila moja anayenisikia siku ya leo. Kwa jina la Yesu ndiye Bwana na mkombozi wa maisha yetu tumeomba na kuamini. Amen. Let us appreciate these wonderful people. The Lord bless you. Do you good. Naomba ugeukie jirani yako mwambie welcome to the service. Mwambie karibu kwa ibada. Geukia mwingine mwambie karibu kwa ibada. Geukia tu mwingine mwambie welcome to the service. Amen. Nachukua fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa kunipa kibali hiki kusimama hapa. Pia nashukuru babangu askofu, viongozi wa kanisa na pia wewe ambaye umekuja kusikiliza neno siku ya leo. Nashukuru Mungu sana kwa nafasi hii ambayo pia tumeweza kupata na tunaendelea vizuri. Wacha nichukue fursa hii nimkaribishe my wife atusalimie. Tusikie sauti yake. Amemiss wiki mbili. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu niko na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ninaweza breathe in for free. Kuna mahali ilifika nikawa siwezi breathe. Kuna mahali ilifika nikawa siwezi nikapumua, siwezi kawa na nguvu, lakini Mungu wangu anaweza. Kwa hiyo namshukuru huyu Mungu kwa sababu amekuwa mwema na ni mwaminifu. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zandumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zandumu milele na milele. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Milele na milele. Amina. Kwa uhakika nitaimba sifa zake. Hebu tuishi ndani ya Kristo. Hebu tumuishie huyu Mungu ambaye anayetupa uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nakumbuka ilikuwa na Wednesday ambayo nilijipeleka hospitali mimi mwenyewe. Lakini kuna mahali ilifika nikakuta hata ninaitaniwa, nimeshikaniwa, nikabebaniwa. Nilijikuta nimeshinda kwa emergency room ambayo mimi mwenyewe singefikiria ingekuwa namna hiyo. But my God is good. My God is great.
na wacha tumuishie huyu Mungu, mtumikie huyu Mungu. Fanya kazi kwa nyumba yake, kwa sababu hii madhabahu inatetea watu wa Mungu. Kuwa mmoja wa kutetewa na haya madhabahu. Kuwa mmoja ambaye atakuwa na ushuhuda wa kusema ya kwamba Mungu, kwa uhakika you have done something for me. Ilifika mahali nikawa nasikia ni kama hata miguu imewekwa ndani ya fridge. Mwili umejaa baridi. Siwezi pumua. Nilinong'onezea Mungu wangu nikamwambia, kitu kidogo tu nimefanya kwa nyumba yako ikakufurahisha. Nimekataa kifo in the name of Jesus. Na nikamwambia nitaishi. Kwa hivyo tangaza uhai katika maisha yako. Tangaza kuishi. Na utaishi tu ukiwa wewe kazi yako ni kuingia kwa nyumba ya Mungu, kuingia tu na kutoka. Ni lazima ufanye jambo ambalo Mungu atakataa na wewe, aseme hapana, wewe si wa kwenda, wewe ni wa kuishi. Kwa hivyo mimi niko na sababu siku ya leo ya kumuinua huyu Mungu wangu na ya kumtukuza, na nitamuishia milele. No matter what will come on my way, nitamuishia huyu Mungu wangu. Mbarikiwe kanisa. Hallelujah. Amen. For sure the Lord has done it. Hallelujah. Mimi na familia yangu tuko na ushuhuda ya kazi ya Mungu. Praise the Lord. Nakumbuka nikipigiwa simu hati my wife ako kwa emergency, nashindwa na alijipeleka na miguu yake mwenyewe. I was in class, nikakimbia huko, na kwa neema za Mungu ikakuwa tu ni safari ndefu ambayo tulifikiria tu ni first aid kidogo, but akalazwa I think around 8 days, na tunashukuru Mungu ametoka and she's strong. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nachukua fursa hii kuwakaribisha kwa neno mchana wa leo. Let's go to the book of Colossians. Mwaka huu nimekuwa nikiconcentrate, I think every single time nimepata chance ya kuhubiri hapa, nimeemphasize sana, nimekuwa na msururu wa mafundisho, na hasa mafundisho ambayo tunapata kutoka kitabu cha Wakolosai. Nakumbuka mwezi wa I think wa 4 ndio nilipoanza msururu huu, nikaweza kupeana tu mambo kadha wa kadha ambayo yatakayoweza kutuelekeza ama yalikuwa kama msingi wa mafundisho ambayo nilifundisha hiyo siku, na pia nilifundisha I think mwezi wa 8, na pia leo nitaendelesha tu huo msururu. Kwa hivyo bado hata sijafika Colossians chapter 3, bado niko Colossians chapter 2. Labda kwa sababu ya wale ambao hatukuepo, na ili pia tupate mtiririko wa mafundisho ya siku ya leo, ningependa niseme ya kwamba Wakolosai ni barua ambayo ni sehemu ya Biblia ambayo iliandikwa na ilikuwa ya muhimu na ya baraka sana. Sisemi kuna sehemu yote ya Biblia ambayo sio ya umuhimu, la hasha, lakini ningependa tu kujaribu kuzingatia na kuweza kusisitiza, hasa kwa sababu ya mafundisho yale ambayo tunapata katika kitabu cha Wakolosai, hasa kwa sababu ya ile hali ambayo sisi wenyewe tuko kwa wakati huu, in the conditions and in the lives and in the challenges that we are facing through. Na nikasema kwamba ukiona Wakolosai, kwa sababu kuna mambo kadhaa yalikuwa yameandikwa kuweza kushughulikia yale mambo. Jambo la kwanza tunaona ya kwamba kulikuwa na mafundisho ya Kigiriki ama Kiyunani, filosofia ya Kiyunani ambayo ilikuwa inajaribu kudunisha wokovu na kuinua hekima na elimu ya mwanadamu. Na tunaona pale, kwa maana tunaambiwa tujichunge kutokana na filosofia za wanadamu, filosofia ambazo hazienendi kulingana na mapenzi ya Mungu, filosofia ambazo zinashusha ukuu na uungu na ukamilifu na utimilifu wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu pia tuko na filosofia kama zile, zinaweza kuwa sio za Kiyunani kama zile zilikuwa katika wakati wa Wakolosai, lakini kunazo
siku hizi ambazo zimeingia kulingana na haki ya watu, wanasema haki yangu na vitu zingine kama hizo, inaondoa Mungu ama inamweka Mungu pembeni katika maisha ya mwanadamu. Na tumepata ya kwamba Wakristo tunaishi maisha mara mbili. Tunaishi maisha ya Jumapili ambaye tumeokoka, tunavaa vizuri na tunaenda mbinguni. Na pia ukitukuta pale sokoni, tunaishi maisha ya sokoni. Am I making sense? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukinikuta pale kazini, mimi naendesha nduthi, mimi ni msee wa boda, unanikuta pale naongea kama watu wa boda, lakini Sunday niko mkri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Jambo la pili tunaona ni ya kwamba kulikuwa na mafundisho ya kurudia ama ya kurejelea sheria, ya kwamba lazima upashwe tohara, ama lazima utairiwe ili uwe Mkristo mkamilifu, ili uwe umeokoka kikamilifu. Umeokoka ndio, lakini wacha tuongezeka kitu kingine. Na pia wakati huu kuna mambo kama hiyo. Umeokoka lakini lazima ufanye kitu fulani. Umeokoka lakini lazima upeleke kitu mahali fulani. Umeokoka lakini hapa tunasemaga hii ni tamaduni yetu, huku ni kwetu, hii ndiyo maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Sijaanza kuhubiri, ni introduction. Geukia jirani yako mwambie ni introduction. Jambo la tatu tunaona ni mambo ya mysticism, ama kujaribu kuwa una hali ya kiroho ambaye haina uungu ndani yake. Penda kuamini vitu zingine fani, unataka kusikia kama ni maombi, unataka kakitu ambako ni zaidi tu ya ile maombi unaomba. Na siku hizi si tuko naye. Ukikuja hapa hata nikose kukuekelea mikono nikuambie umebarikiwa, unasikia ni kasi ya kuombea. Ni kama sisi wa Masai tukienda hospitalini tunaaminigi kutibiwa ni kudungwa shindano. Atuilienda hospitalini, ulipata daktari? Alikudunga. Hujaambiwa, hujasema ulipata dawa ama nini ama ugonjwa. Mimi ni Masai, kwa hivyo ninapoongea ninaongea nikiwa Masai. Bwana asifiwe sana. Most of us Masai, that is what we believe. Lazima nidungwe ndio nijue nimetibi. Leo unapata ya kwamba ni kama hauamini ile maombi umeombewa huko, lazima uwekelewe mkono, lazima sijui utingizwe, lazima sijui uwekelewe anointing oil, ufanywe vitu zingine ambazo zinajaribu kuongezea wokovu na imani tulie naye. Wakati huu ziko. Ukiona hapa hatukuombei uanguke, unaenda kule watu wanaangukaga. Na ujuagi wanaangushagwa na nini? Haya, ya ine tunaona ni ya kwamba kulikuwa na hali alikuwa wanajaribu kudunisha Kristo ama uungu wa Kristo. Praise the name of the Lord. Hayo ndio maelekezo niliwashirikisha. Alafu hiyo siku niliofunza nikafundisha kuhusu the preeminence of Christ. Ya kwamba Kristo amepita hata uumbaji, maana yeye mwenyewe ni Mungu na yeye mwenyewe ni muumbaji. Yeye mwenyewe ndiye anashikilia, sustaining, yeye ndiye anashikilia. Sio kuumba tu, ni kushikilia. Na anahakikisha ya kwamba kila kitu ameumba inaenda kulingana na ule mpango na kulingana na yale makusudi ameweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda tu polepole, si ndio? Tuko pamoja. Nikasisitiza ya kwamba mambo hii ingine yote ya tamaduni, ya kabila, ya mifumo, maongeo na hata mila hazipaswi kuchukua nafasi ya Kristo. Kristo ndiye anafaa kupewa kipaumbele. The previous time I preached nikahubiri kuhusu the supremacy of Christ ama ukuu wa Kristo. Katika Wakolosai sura ya kwanza, sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 10. Nikasisitiza ya kwamba Kristo, katika Kristo ndiko kuliko na utele wote wa uungu ndani yake. Because in Christ dwells all the fullness of God in bodily form. Kwa hivyo hakuna kitu ingine inayopita Kristo. Hallelujah. Tuko shuleni. Bwana asifiwe sana.
Praise the name of the Lord. Lazima hii kitu tushike na itushike na ikiwezekana tushikane. Kwa nini? Kunasemekana the church in Africa is 1 mile wide but 1 inch deep. Ndio unaona watu wacha nisiende hapo. Sasa wacha tuingie kwa somo la leo. Leo ningependa kuzingatia ya kwamba ni Kristo peke yake na hakuna mambo mengine ya kuongeza na ya kupunguza. Because in Christ we have all the completeness. Ningeomba tusimame tunaposoma Colossians chapter number 2 verse 11 to verse 23. Nilikuwa nimerequest nipewe ESV version, maana ndiyo niko naye hapa ili tutiririke vizuri. Colossians chapter 2 verse 11 to verse 23. Naomba tusome wote kwa pamoja. In him also you are circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with him in baptism, in which you are also raised with him through faith in the power of God, who raised him from the dead. And you, who were dead in your trespasses and with the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses, by cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to festival, or a new moon, or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind, and not holding fast to the head, from which the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with the growth that is from God. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to the regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that are all perished as they are all used, according to the human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom, and that is the word of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We may have our seats in the presence of the Lord. Kwa utangulizi huo nimeshiriki nasi, ningependa niweze sasa kuingia katika somo letu la leo. Na tutaenda verse by verse. Ningependa kufanya hiyo textual exposition ya kwenda verse by verse. Turudi tu pale verse number 11. Tuone mambo kadhaa ambayo tungependa kuweza kuona. Kwa maana the believer's spiritual transformation, kwa wale wanaandika tumesema verse 11 to verse 15, tunaona the believer's transformation, ile maisha mapi ambayo tumepata katika Kristo. Kitu ya kwanza tunaambiwa ni ya kwamba we have been circumcised, but not in a way of circumcision of the hand. Sio kama ile ya wale watu ambao ni Wayahudi.
For us to understand circumcised, tunaenda katika Genesis chapter number 17 verse 11, ambayo ndiyo tunaona circumcision is a sign of the covenant. Kutahiriwa ilikuwa ishara ya kusema wewe uko katika agano, the Abrahamic covenant, ya kwamba wewe uko na agano. Kwa hivyo tunapoambiwa hapa we have been circumcised, tunaambiwa ya kwamba ile kupashwa tohara tulikuwa tunapashwa ilikuwa ya kutuingiza katika agano, lakini sasa hivi lile agano tuko nalo ni tofauti. Kwa hivyo kutahirishwa kwa agano hili ni tofauti. Kwa lile la Abrahamu ilikuwa physical, ya kimwili, kutahirishwa kimwili. Lakini hii ya imani, hii ya Kristo ni ya kiroho. Hiyo ni kumaanisha nini? Sasa tuko katika muungano na agano lingine tofauti. Agano ambalo ni la juu zaidi, maana ni agano la kiroho. Hallelujah. Na sasa hivyo ile kutahirishwa, tumetahirishwa ni ya kwamba tumefanywa upya, na sasa tuko katika agano jipya. Na hili agano ni Mungu mwenyewe ameweza kutuingiza kupitia damu ya Yesu msalabani. Sio kupitia ile sadaka ilitolewa na Abrahamu, bali ni kupitia ile sadaka ambaye Kristo mwenyewe alifanyika sadaka kwa ajili yetu. Na kwa hivyo sasa tuko katika kitengo kipya. Hiyo inamaanisha nini? Utofauti wetu unapaswa kuwa uko wa hali ya juu zaidi, kwa sababu tulikufa na tukazikwa na tukafufuka pamoja na Kristo. Wakati ulikubali, uliingizwa katika mwili wa Kristo na katika agano la Kristo kupitia damu ya Yesu. And then ulipobatizwa, ulikiri publicly, kutangaza hadharani kwa halaiki ya kwamba mimi sasa ni kiumbe kipya, nimekufa, nimezikwa pamoja na Kristo, na sasa pia nimefufuliwa. Kwa hivyo sasa ni Kristo anayeishi ndani yangu, sio mimi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa hii nikifa, nitaendelea kuishi kama mtu ako uhai? Tuongee ukweli. Nitaendelea kuja kwa nyumba? Nitaendelea kuvaa nguo? Nitaendelea kukula? No! Pia hivyo ndivyo Wakristo tunapaswa kufanya. Kuna maisha ya kale ambayo tulitoka, hatupaswi kurudi. You don't need to become a better man. You need to be a transformed man to be a better man. Si ati kwa sababu I'm married, I'm a husband, I'm trying, ati ninakuja nyumbani mapema, ninafanya homework, ninafanya nini, ati that will make me a better man. It is Christ who is going to make me a better man. Hizo zingine ni fruits, matunda ya ule upya ambao niko nao katika Kristo. Hatuanzagi kwa matunda ndio twende kwa mizizi. Tunaanza kwa mizizi ndio tukuja kwa na mizizi ni transformation. Verse number 12, having been buried with the Christ. Wakati ulimkubali Kristo, ulikana ya dunia, ukasema Yesu umenitosha. Lakini wakati mwingine wa Kristo kuna mahali tunatembea na huyu Yesu, tunafika tunaona ni kama hebu acha tumsaidie kama vile wengine. Juzi tulikuwa tunafanya study kwa nyumba. We were studying about the 2 Chronicles chapter 16, the story of King Asa. King Asa alikuwa mtu mzuri sana. Akatengeneza mambo, akatengeneza. Lakini akifikia pale mwisho, akaenda kufanya covenant na Bashan, king of Syria. Na Mungu akamwambia, wakati wa Ethiopia walikuja, wakati wa Misri walikuja, wakati wa jeshi wa mataifa walikuja, je, haukuniamini na nikakuokoa kutoka kwao? Israeli ni nini ambaye sasa inakutisha? Wale ambao nilikushindia walikuwa wengi, but now umeenda kutegemea Bashan, king of Syria, na kuanzia leo utakuwa na vita kila wakati. Na akawa na vita mpaka alikufa na ugonjwa, akiwa mtu ambaye ameteremka chini.
badala ya kubaki pale alipo. Wakati mwingine wa Kristo tunaona ni kama Yesu amechelewa kidogo, tunaamua kumsaidia Yokia jirani yako mwambie Yesu anaweza. So our identity and our freedom in Christ is on the finished work of Jesus Christ on the cross. Mimi sio zile nguo ninavaa, mimi sio kile kiatu ninavaa, mimi sio ile nyumba ninaishi, mimi sio ile gari ninaendesha. Mimi ni yule ambaye Kristo amemfia msalabani, amemlipia deni, na sasa niko huru. That is my identity. That is my identity. I don't need to do anything else that will make me to be more of a man. I'm a man. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana Mwokozi. Utambulisho wangu uko katika, ama umening'inia, ama umejengewa katika ile kazi Kristo alimaliza msalabani. Sio katika bidii yangu, katika kile Yesu alimaliza msalabani. Ni mzuri sana tupate na tuelewe hiyo, kwa sababu wakati mwingine tunaona ni kama ni bidii yetu. It is not our effort. It is by the grace. Verse 16, sorry. Let's go to verse 16. Therefore, kwa nini sasa tunasema therefore? Hii ni kuconnect baada ya yale ambayo tumesema. Sasa tunafikia hapo tunasema therefore. Therefore na Kiswahili ni hivyo basi, ama kwa hivyo basi, whichever comes first, si ndio? Kwa hivyo basi ama hivyo basi. Okay, ndio hiyo sasa. Kwa nini unasema kwa hivyo basi ama hivyo basi? Ni kwa sababu kuna mambo umetangulia kusema. Ukasema ya kwamba wewe ni kiumbe kipya. So mtu mwingine aliniuliza siku nyingine, ati give me your Christian name. What is my Christian name? I'm William Opel Parken. What is my Christian name? William. Is it the name that is a Christian or me? It's not the name that is Christian. It's me who is a Christian. Ninaweza kuwa nimeitwa Kashoga wa Mudhoni wa nini, lakini I'm still born again and going to heaven. It is not the English that justifies me. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivyo kwa sababu wakati tunaendaga door to door, mtu anakuambiaga hata anaitwa Peter na alibatizwa. So unamwambia okoke tena nini na aliokoka wakati alifanyiwa kile alifanyiwa. Our identity is in Christ. Wacheni ndugu zangu tuelewe hivyo. You don't need to be given any other definition but the definition of the finished work of Christ Jesus on the cross. That is our identity. Kitambulisho chetu, kile kimekupatia wewe ati kama kulikuwa kuwa na kura mbinguni unaweza vote, ni ile damu ya Yesu ilimwagika msalabani kwa sababu yako na ukaipokea. Kumwagika haijatosha, ni umeipokea. Hallelujah. Verse 16. That let therefore let no one judge you. Basi mtu asikuhukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mwandamo wa mwezi ni festival, si ndio? Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink. Now let me say this. Hiyo haijasema tukule kila kitu. Sawa? Hiyo haijasema tukule kila kitu. Kuna mtu aliniambia kulagi nguruwe maana ziliingia mapepo. Nikamwambia zile nguruwe ziliingia mapepo, ziliingia kwa maji zikakufa, hazikuzaana. Hazikuzaanaga. Na pia kuna mahali tuliambiwa wakati zilienda kuingia kwa maji mapepo zikasema kwa maji, zikaenda kwa zingine. But my point is this. Pia vile tumeambiwa let no one judge you
in terms of food and drink, haimaanishi tukule kila kitu. In fact, the Bible says in Corinthians kwamba the food is for the stomach and the stomach is for the, na hata kama nimeruhusiwa, not everything is profitable. So nina kiasi. Lakini kile inamaanisha hapa, wacha usipate hukumu ya kwamba kwa sababu wewe umekula kitu fulani wewe haujaokoka, ama wewe wokovu wako umebakisha. Wokovu hauko kwa chakula, wokovu uko kwa damu ya Yesu. Hallelujah. Kama ni hizi vitu zingine ambazo tunakula, zingine watu wanakula na hata mwenye kutengeneza amesema inadhuru afya, na unangengana tu na unaambiwa inadhuru afya. Yule ametengeneza na akasema utumiaji wa hii kitu inadhuru afya yako, na bado wewe unataka kufanya practical. Wewe freedom from religious rules. We get freedom from religious rules ambazo zinasema hivi. No. Every religious spiritual practice that takes you off from Christ, wachana naye. Kama ukikuja hapa ninakuambia ati lazima nikikuwekelea mkono ya right ndio biashara yako itapumua, itasurvive, nitoroke kabisa. Ikiwezekana ni block hata kwa Facebook au WhatsApp, kila kitu. Are we together? Ukiniona nikiingilia mlango, tokea ile ingine. Kwa nini? I'm becoming your Jesus rather than pointing you to Jesus. Na hiyo ndio tunaonyo, tunaambiwa tuachane na vitu za aina hiyo. Mafundisho leo ni mazito. Geukia jirani yako, mwambie unanyita. Mwambie tutaenda tu pole pole. Verse 20, verse 16, 20, verse 17. Sorry. Nimebakisha tu kidogo. Nenda mpaka verse 23. Ona sio sana. These are shadows of the things to come, but the substance belong to Christ. Hii ni mifano tu. Ni kama tu kivuli cha kuleta utangulizi, lakini halisia yenyewe na ukweli wenyewe na ukamilifu wenyewe uko katika Kristo. Uko katika Kristo. Na kwa sababu uko katika Kristo, tuna ule ukamilifu wa Kristo ndani yetu. Kwa sababu Kristo yeye mwenyewe yu ndani yetu. Verse 18. Let no one disqualify you. Hata Yesu mwenyewe akasema, nani anaye hukumu mtendakazi wa mwingine? He will either stand or fall in before his master, but not for you to come and say, huyu hakuwagi mzuri. We find people who are spending a lot of time judging others rather than growing themselves. Where do you see yourself in the next 3 years? Spiritually. Tuko na ambitions za biashara, tuko na ambitions za kikazi, tuko na ambitions hata za ndoa. Ambitions tuko nazo za kila kitu isipokuwa wokovu. If right now we will get very honest people here, and I know we are honest. Nikwambie, kwa hii biashara yako, Elder Team, unajiona wapi in the next 5 years? Utasema labda nitakuwa nimefungua kampuni, nitakuwa nimepanua, nitakuwa nime. Ukiniuliza mimi Mopel, nitasema in the next 2 years nitakuwa nimejenga mansionette, nitakuwa naendesha gari, nitakuwa na kitambi. Hapana, sitakuwa na kitambi. Nitakuwa am I making sense? Kuna target niko nako. But ask us, what is the target we have spiritually? Ni target gani niko nayo ya kiroho? Bwana asifiwe sana. Ama unafikiri maisha ya kiroho yezi yako target? Yeah? Inaweza. I remember I did that once. Nilienda kwa ushirika. Nikawa naenda ushirika. Sasa nikagundua kuna wamama kadhaa tulikuwa tunaenda na wao. Ni kama wamememorize ushuhuda.
Kila Thursday, maana ushirika zilikuwaga Thursday, kila Thursday anarudia ile ule ushuhuda. Anarudia mpaka nika notice. Mimi nikasema saa hii niko few months in salvation. Mimi naomba ya kwamba kwa sababu Mungu ameniambia nitakuwa mhuduma, within 10 years niwe at least niko somewhere, either niko mchungaji, ninafanya uchungaji ama something like that. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. And for sure 7 years down the line I was appointed as a pastor. Na nikaanza kufanya kazi ya huduma, and I've been serving the Lord since then. But katika maisha ya kiroho tunapataga ni ya kwamba we don't have a target. It's as if we are not growing. Take me back to the verse. It's as if we are not growing. We are there judging, condemning, evaluating, tukitoa marks. Mopele leo hakutoka kwa madhabahu venye leo Mopele alihubiri, hakuwa na anointing. See, today Mopele was not having an anointing. Hakuwa na shout, hakuwa na by the way leo bado sijashuka. Niliona ninasumbua watu wa kamera, ndio unaona anatembea huku juu. Maana mara niko huko, nikaona anachoka mkono. So leo at least tutanipatia marks. Are we seeing the point? Rather than me purposing to grow, nina purpose na kuevaluate na kuangalia. Verse number 18 inasema hivi: let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind. Siku hizi tuna padala tufuate neno, tunafuata vitu zingine. Tunafuata emotions, tunafuata misisimuko, tunasema vitu zingine kama hizi. But what is happening to us today? Nini inafanyika? What is happening to us today? Me included. Sijasema I'm perfect. I'm still work in progress. Number 19. And not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through his joints and ligaments, grows with the growth that is from God. The growth that we are supposed to have is that one of God, from God. Kwa sababu Kristo mwenyewe ndiye analeta nourishment ama kutosheleka. Ni katika Kristo tunapata huo utoshelezi, if there is such a word. Si katika mambo mengine yote. Si katika labda hali yangu, si katika biashara yangu, si katika anything else. It is in Christ that we have that wholeness. Verse 20. We are dead to the worldly systems. If with Christ you died to the elemental spirits of the world. Why? As if you were still alive in the world. Do you submit to regulations? Kama tulikufa katika Kristo, mbona tunaishi tena kama watu wa ulimwengu? Na ndio nikatangulia nikasema unapata ya kwamba wa Kristo tuko na maisha phases mbili. Tuko na maisha ya Bwana asifiwe na tumeokoka tunaenda mbinguni. Hiyo ni maisha ya Sunday asubuhi ama Sunday. And then Monday unanikuta hapo nimekaa, nimevaa zile mapikipiki zile manguo za nduthi, niko hapo nikikufikisha hapo, ukikataa ukichelewa kunilipa hata naweza chukua simu niseme lipa kwanza na pesa iko kwa simu. Are we together? Tukifika pale tunasema inakujaga vile, tuna handle vile imekuja. We start doing things against our profession of faith.
And so we are double standard. Tuko na double standard. Verse 21. Of do not handle, do not taste, do not touch. Verse 22. Referring to the things that all perish as they are used, according to the human precepts and according to the teaching. As I conclude, Christ is enough, him and him alone. Hakuna kitu unahitaji kuongeza kwa Kristo ndio wokovu wako umekamilika. Wokovu wako umekamilika vile ulivyo, kwa sababu Kristo alilipa gharama yote iliyohitajika. Hizi zingine zote hakuna ile ingeweza kutimiza na kulipa hiyo gharama. It's only by the death of Christ Jesus on the cross. Therefore, the completeness that we need is in Christ. Kwa maana Kristo ndiye uhai wetu. Kristo ndiye maisha yetu. Kristo ndiye ukamilifu wetu. The perfection that we are seeking for is in Christ, not anywhere else. And it is in Jesus and him alone. Ambia jirani yako, Christ is enough. Mwambie Christ is enough. Number 2, we have been forgiven our sins. Wengine wetu tumesamehewa dhambi, lakini tunaishi tu kama bado tuko wenye dhambi. We were forgiven. Jesus said it is finished. Lakini kwa sababu kuna kakitu kalifanyikaga, ni kama unaona ni kama hii damu ya Yesu haingeweza kufikia the former generations kuondoa dhambi zako. No! It is enough. Praise the name of the Lord. I don't need to do anything traditional to fulfill my salvation. Nimekamilika katika Kristo. Na kwa sababu nimekamilika katika Kristo, nitadumu katika huo ukamilifu. I will not be moved. Watu waseme, kusemekane na kusemwa. I will still stand firm. Ninaweza kuwa sijui vitu zote, lakini ile moja ninajua, ninakufa nayo, ninasimama nayo. Ninajua ya kwamba Kristo alikufa msalabani kwa sababu yangu. That is enough. Whether I am perfect or not, it is none of my business. Jesus is my perfection. Yesu ndiye ukamilifu wangu. Hizi vitu zingine zote tunafanyaga za tamaduni za nini. Sisi tuondoe kwa uwepo wa Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Geukia jirani yako mwambie Kristo ametosha. Mgeukie umwambie kama umeokoka, umesamehewa dhambi. Umesamehewa dhambi. Jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Na that is enough. Your identity is in Christ. Hallelujah. Hata kama leo niko chini, identity yangu iko katika Kristo. Haiko katika uchini ule niko. We need to stand firm in the freedom we have in Christ. We stand firm in the freedom we have in Christ. Na tusitingisike, tusihamishwe, tusiondolewe, tusishawishiwe kwa lolote lile, bali tusimame katika Kristo. Tukatae kuwa watumwa wa tamaduni. Tukatae kuwa watumwa wa ukabila. Tukatae kuwa watumwa wa mipango ya wanadamu, bali tukue watumwa wa Kristo Yesu. Tamaduni hakuna mahali itatupeleka. Hata mimi ni Masai na tuko na tamaduni. Hakuna mahali itanipeleka. Haitanipeleka mbinguni, haitanisamehe dhambi, haitanihesabia haki, haitanifanya mkamilifu. Zote
hakuna ile itapungua, hakuna ile itafika, zote zimepungukiwa. Lakini Kristo hajapungukiwa na lolote. Let us stand firm in the freedom that we have in Christ. Let us refuse to be enslaved by traditions and culture. And the last one, you are complete in Christ. Nothing more needs to be added. Nothing more needs to be added. Let us stand on our feet. Our completeness is in Christ. Our everything that we need is in Christ. Whatever voice you have heard that you need to add to something for you to be complete. I don't know you need to appease who. I don't know what you need to do. Let me say this today. Tusimame imara katika uhuru tulio nao katika Kristo. Tusifanyike mitume wa tamaduni na ukabila na mipango ya wanadamu. Na tujue kwamba tumekamilika katika Kristo. Kila kitu unachohitaji katika maisha hii ya hapa duniani na pia kufika mbinguni, already uko nacho, maana uko na Kristo ndani yako. Tusidanganyike. Tusifanywe tuwe watumwa wa mambo ambayo Kristo alituokoa kutokana nayo. Tulitoka Misri na huko hatutarudi. Tulikombolewa, hatutarudi. Tulifufuliwa kutoka wafu, maana wakati tulikuwa bila Kristo tulikuwa tumekufa. Utarudi kuwa maiti tena? Never. You are saved and you are alive in Christ. Live that life of being alive in Christ. Funga tu macho yako, paza sauti yako, mwambie Bwana, asante kwa neno lako. Nimechukua sehemu yangu na ninaenda naye, na maisha yangu haitabaki vile imekuwa. Maisha yangu haitabaki vile imekuwa. Kuna utofauti. Ninapata utofauti. Napata ufunuo wa utofauti. Unaleta utofauti katika maisha yangu. Nafsi yangu mtukuze Bwana, na vyote ndani yangu libadili jina lake, kwa kuwa yeye wema. Moyo wangu sifu Bwana, na vyote ndani yangu limidi jina lake, kwa kuwa yeye mwema. Moyo wangu sifu Bwana,
Tuketi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiwahukumu tena kwa sababu ya sherehe za miezi, siku za ibada, vyakula ambavyo tunakula na kadhalika. Na kweli kama vile expound, wengi tumefungwa na hayo. Kuna watu wengi sasa hivi, kuna makanisa hawasherekei Christmas, maana wanasema hiyo haiko kwa Biblia. Kuna wengine Januari yao ni mwezi wa 4 kwa sababu wanafuata kalenda za Wayahudi. Sasa ni kama ni Uyahudi inaabudiwa na Kristo amewekwa kando. Somo hilo ni nzuri tunapoendelea kung'ang'ania uhuru ambayo Mungu mwenyewe ametupatia sasa kupitia kwa Kristo Yesu. Amen. Nashukuru Mungu nimerudi. Nilikuwa nimesafiri kidogo na nimeona Mungu katika safari hiyo amenilinda kabisa, na nimerudi vizuri na Mungu amenipatia ushindi. Sababu yangu ya kwenda huko ilikuwa ni moja. Huyo mtumishi wa Mungu anaitwa Reverend Kahora alikuwa anafanywa bishop, na Kahora amehubiri hapa, nafikiri mnamfahamu So akaning'ang'ania kwa sababu ni rafiki yangu, na akaniambia itabidi uje kwa sababu ni kama hakuna watu wanaotoka Kenya kwenda kushuhudia, na yeye ni wa hapa kabisa, na akaniambia ingekuwa ni heri kama ungekuja. Kwa hivyo ilibidi nigaramie kabisa niende kwa sababu urafiki ina gharama, na si kuenda tu kwa sababu ya urafiki peke yake, pia ni huduma. So hiyo consecration imekuwa ni mzuri, na hata akona mke mzuri sana anaitwa Pastor Sarah, pia ni mtumishi na alifanya kuwa reverend. So ibada ilikuwa ni nzuri sana. Watu wengi walihudhuria, lakini sio wa kutoka hapa. Labda kama kuna watu wa kutoka hapa ni wale wanaishi huko. So ilikuwa ni nzuri, na it was a very glorious occasion. Kwa hivyo niliwamiss. Amen. Nimesikia watu wanalalamika, wanasema kwamba sikusema, nimeenda nikijificha. Sidhani ile tu hatujafanya wakati huu ni kutangaza hapa, lakini watu wengi walijua ninaenda. Si ni kweli wapendwa? Sikuna wengi walijua. Hata kuna wengine niliwaambia ninaenda, lakini sio lazima utangaze, na wakawa waaminifu hawakutangaza. Si unaona wanacheka. So watu wanajua kwamba nilikuwa nimeenda. Ni ile tu kwamba sikutangaza hapa, na si kuwa na ubaya kabisa. Ni kwa sababu saa zingine baba unasikia umesumbua watoto sana. That was the only reason. Hakuna ingine kabisa. So ndio nikaenda nakaa kama kujificha, lakini si kujificha. Watu walijua, watu waliniombea, and then nashukuru Mungu kwa sababu basi nimerudi. Amen. Niliwafuatilia at least Jumapili nilikuwa na washika sana. Niliweka simu yangu kwa sababu saa 4 mnapoanza ibada ni saa 8 ya usiku huko. So nilikuwa naweka simu iniamshe niwe kwa ibada. Nafikiri ni siku tu ile ya kwanza nimeenda sikuangalia, lakini Jumapili zingine zote nimekuwa nikiwafuatilia, na nimeona mlipata lishe nzuri ya kiroho. Kila aliyehubiri nilifuatilia vizuri, uimbaji, worship nilifuatilia. So by saa 10:30 hapo narudi kwa kitanda kidogo kabla hatujaamka sasa kujiandaa na sisi ili tuweze kwenda kanisani. Kwa hivyo huku huwa mnaanza siku. Mkianza siku huko, sisi tuko siku ile ya nyuma. Nilisema sisi kwa sababu nilikuwa huko, lakini wao huwa wako Saturday.
Ikianza hapa huko bado ni Saturday. So kwa masaa machache wanaingia Sunday kuanzia saa 8 ya usiku. Na sio hivyo kwa state zote za Amerika, kuna zingine ambazo masaa ni tofauti. Kwa hivyo mahali nilikuwa we were 10 hours behind. 10 hours behind. So nimekaa kwa huyo askofu mteule na walinipokea vizuri sana. Pia niliweza state ambayo iko karibu na Seattle, Washington, ambayo inaitwa Oregon, na nikuitwa. Haikuwa na mpango wangu kwenda huko. Kina Sadera ambayo mnawajua, waliposikia naenda wakasema itabidi pia na sisi ututembelee maana sio mbali. Kwa hivyo nilienda na train, inachukua kama masaa 3.5 kufika Oregon. So pia huko nikapata nafasi ya kuhubiri kwenye makanisa kadhaa, ikiwemo kanisa ya Doren ambaye alikuwa hapa. Unakumbuka Pastor Doren na Shelly mke wake? So nilihubiri kwao. Waliposikia nimeenda wakasema basi nipata nafasi pia ya kutembea kwa hilo kanisa. Na pia nikaenda mahali panaitwa Salem ambaye ni mbali, bado iko Oregon lakini iko kwa sehemu mbali ya Oregon. Niliitwa huko na mchungaji mmoja, tulijuana huko Kajiado, wa my mother-in-law kwa miaka nyingi. Kwa hivyo tunajuana. Anaitwa Henry. Na pia nikaenda kwa kanisa lake. Nikawa na wakati mzuri sana huko. Kwa hivyo nimetembea na kila mahali nimetembea wameniambia niwasalimie sana kanisa letu la hapa. Kwa hivyo basi nimefikisha salamu hizo. Na kwa sababu tunaonekana huko na media team yetu imefanya kazi nzuri, nilikuwa nawasikia kabisa ni kama unasimama mbele yangu. Very clear. Media team imefanya kazi nzuri sana. Kwa hivyo nina hakika wengine wakiamka watajua kwamba nimefika na nimefikisha salamu zao. Mungu awabariki sana. So nimeona kwamba kweli tumekuwa, sio lazima bishop awe ndio mambo yasonge mbele. Kwa hivyo tuikataa hiyo shida kabisa. Sawa. So I really thank God. I have learned a lot every time I go to places. I learn a lot of things. And even this time I have learned a lot. I am a student every day, a student of life. I observe and see how people do things. Nimehubiri pia kwa kanisa la PCA mahali panaitwa Tacoma. Mchungaji wa hapo pia rafiki yangu amekuwa mchungaji hapa kabla hajaenda huko na anafanya kazi nzuri. Kukuta Amerika watu 700 wanakutana kwa ibada, hiyo ni kazi ya ziada. Amerika kanisa kukuta watu ni 50, huyo mchungaji anafanya kazi kubwa sana. Ama 30 consistent attendance in the church, hiyo kazi imefanya bidii. So ukikuta 700 people na wana services 2 na nimehubiri kwa zote 2, ujue hiyo ni neema kubwa. Kwa hivyo mchungaji Kisanga alinialika nikahubiri pia kwa kanisa hilo. Alafu nikaenda kumaliza kuhubiri kwa kanisa la Fireflow mahali ambapo walinialika. And so it was very glorious. Nashukuru sana kwa maombi yenu. Mungu awabariki. Na kanisa hili kanisa la ajabu. Hata kwa kuhepa kwangu bado mmeniwekea red carpet mkanipokea. I think mara yangu ya kukanyaga red carpet officially mara ya kwanza ni hapa kwa hili kanisa. Na mahali mlitoa hiyo maono, mimi naona iendelee. Na nipewe hiyo picha ndio niambiage watu mimi ni celebrity. Wasinione hivyo. Na mimi ni VIP. Nikienda mahali watu wanauliza celebrities wasimame, nitasimama. Wakiniambia mbona hatukujui, ninawaambia kanisa langu wananifahamu vizuri na wanani-celebrate. So I'm a celebrity, maana mumenifanya niwe celebrity.
Kwa hivyo waambieni watu mimi ni VIP na wasijaribu kuleta madharau. Amen. Sababu kupokelea na red carpet na watu wanasimama kukupokea. I mean, that's what we see people happening to those people who matter. So I have discovered I also matter. The Lord bless you, church. I love you so much. And thank you for doing what you normally do best. Amen. Na pia niwashukuru kwa sababu ya harusi ya kijana wetu Pato, na niliona kwa kweli mumesimama na huyo dikoni wetu. Jana nilifurahi sana. Mulilete picha nzuri ya kanisa kwa wale ambao wali travel all the way to Thika, Kasarani, na I felt so proud kuwaona na vile mumesonga mbele na kusimama. Kuna identity ya hii kanisa ambayo haitawahi kusahaulika, kusimama na watu wetu kabisa. Mungu awabariki kwa hilo. Niliwaona viongozi wengi na washirika huko, and hata nilipoitwa kuhubiri I felt a new energy kwa sababu niko na security, niko na watu karibu na mimi ambayo sio mmoja sio wawili. Mlikuja in a very big number, and that encourages somebody. I was very much encouraged. So keep it up. Amen. Watu tu ambaye niliwakosa ni hospitality. Na mimi nawaambia tafadhali, in such meetings jooni na nguvu vile huo mnaenda. Hospitality mumetupatia identity mzuri kama kanisa. Of course I saw your leader, she was there. Lakini ningependa muje officially vile huwa mnafanya. Amen. Hiyo sio kukemea, hiyo ni kuatia moyo. Ni sawa? Njooni na uniform, njooni mko tayari kumhudumia Mungu, na kwa sababu mmetupatia sura nzuri ya kanisa wakati tukienda maeneo. Come without fear. Come boldly and do what you do best. Mnanisikia vizuri? Hata wale wako hapa muambie in our meetings, maana nyinyi ndio, mimi sikuwaambia, sikuwateua mfanye hivyo, ni sawa? Ni kama tu security. Mimi hakuna siku nimeita security naambia sasa nyinyi muwe mkinilinda security yetu. Hakuna, waulizeni. Ni wao tu wamefikiria creativity yao wenyewe na wakawa wanaonesha sura nzuri sana ya kanisa. Siku hizi naogopewa kwa sababu watu wanasema the men in uniform, the black men. I never organized them myself. Mimi sijaye kuambia wanilinde, but imenipatia motisha hata mimi. Nikiona there are some people, I think nitauliza kama kila mmoja wenu tunaweza kwenda kuandikisha muwe na bunduki. Wakenya saa nyingine wanapewa bunduki kama wanaona kuna sababu ya kupata bunduki, sawa? Siku hizi mnatisha watu na maova. Ningetaka muwe na hako kakitu hapa. I am serious. Ndio sasa hiyo isiwe tu ni men in black, lakini they are real. So fanya fujo uone. Wanatishia wakienda maeneo. So mlicheza kama nyinyi hata jana. Thank you so much. I appreciate you so much. The Lord bless you. Na msiogope mtu, msifanye mtu aogopeshe. Ni sawa? Maybe there's somebody who's not comfortable with that kind of gesture, but personally I appreciate what you do. Amen. Hospitality. Biblia inasema kitabu cha nafikiri Methali 21 mstari wa 10 kama sijakosea, if you faint during the time of adversary, then your strength is very small, is very weak. It's not a time of adversary, but you can translate it this way. If you faint because of backbiters, then your strength is very small. You need to soldier on. Unajua Biblia inaongea vizuri sana kwa Kizungu. Backbiters. What does that mean? It means the people who backbite you are behind you. You are ahead of them. There is something special you are doing, and that's why they fear. I'm now speaking to hospitality team. Don't be cowards. Don't be lowered. Don't be pushed by the talks of men.
And I thank God they are talking about you, because there is something special you are doing. You are ahead of them, so they are backbiting from behind. So I would rather you creativity ije, mufanye mengine, mugundue. Sasa sio uniform tu, na sio zile makofia mnavaga mpaka naona kama these are the queens of Shekinah. These are the beautiful girls of our church. I feel so nice. Sasa mufanye kitu kingine ambayo itawatisha. Waone kuliko mulegee, mnafanya vitu zingine za ajabu. Hata ikiwezekana saa nyingine mnakuja kusimama nikihubiri hapa. Who cares? Na hiyo beauty. Sasa ni vizuri kushtua shetani. Ili injili fanye nini? Isonge mbele. Na hawa jamaa, hawa security guards, muwe na hako kakitu inaitwa nini? Mguu ya nini? Ya kuku. Ndio mkisimama hapa na kusimama pale, wamefanya mambo mengi sana hawa security. Mpaka siku hizi unaweza kuwaona hata kwa TV. Wame install some CCTV. Unaweza ukaona mambo mengine kitendeka na nyinyi hamujui. Wako na station yao mahali wanaweza kuangalia ibada na kuangalia sura za watu. Na wakikisia kama hiyo sura iko na kitu ingine, they deal with you. Hiyo ni siri nimetoboa na hamujui. Wanaweza kuangalia ibada vile inaendelea, na ni wao wamefanya hiyo, sio mimi nimewaambia wafanye hivyo. Sasa watu kama hao kweli unaweza ukavunja moyo? Huwezi kuvunja moyo watu kama hao. God bless you so much. Please continue. Mujage na uto tukofia zile zinatunitishaga, naona kama niko kwa ndege, maana naonaga hizo vitu kwa ndege. Air hostess wanakuja wanakushtua na uniform na smile, wanakupatia saa, what do you take today? We are serving this and this and this, what do you take? Then ukiangalia sura na smile, you feel you are an important person. Give this church an identity ambayo itashtua nani? Shetani, na ili presence yenu iwakilishe presence ya Mungu. Pia kwa mazishi ile tulikuwa naye juzi ama ni lini? Si juzi Nashukuru sana Shekinah, pia bado mmeonyeshana ile upendo ya kusimama na watu wakati ambao wanapitia hali ngumu ama wakati wa sherehe. Historia ya hiyo familia kidogo, labda wengi hamujui. Huyo mama amekaa kwa muda mrefu sana bila kuja kwa hii kanisa, kwa sababu mume wake alifika mahali hawezi hata kujigeuza kitandani. Unaelewa? Hawezi hata kufanya yale mambo ya msingi ambayo mwanadamu anajifanyia. Mara nyingi tumeenda kuomba pale na kina Mapel na wengine. Na unaona kweli huyo mama amefanya kazi ya ziada kwa sababu ya mume wake. Basi tuliomba mara nyingi ili yapone, lakini amepumzika, na nikaona mumeonyesha utu kwenda kusimama pamoja na hiyo familia. Mungu awabariki sana. Hata kama kuna mambo mengine yalifanyika ambayo labda haikuwa mapenzi yetu, lakini hii dunia ni hatari. Maji mtu halipi aendi kulipa hata bill hospitalini, haji kuleta hata matunda ya mgonjwa, na hata hajasaidia kumgeuza wakati mmoja ameshindwa kujigeuza kitandani. Lakini wakati mtu amekata roho, sasa ndio anainuka. Hata mimi ni wa hii boma, I can say boldly, shame on you. Kwa sababu ungejitokeza wakati wa shida, wakati wa kuangalia yule baba, basi ungekuwa na sababu hata ya kusema basi hata mimi muniangalie. But I'm told by the family 40 years down the line mtu hajaonekana. Miaka ngapi? 40. Sasa ile mtu amekata roho, mimi ni mke wa huyu mtu. Shetani ashindwe sana. Shindwe sana. Mara nyingi tumeenda sisi ambao tumeenda kuombea huyu mgonjwa, sijawahi kumuona. But huyu mama mpaka hana nafasi ya kuja kanisani. And by the way, has she come today to church? Marion Jambi, I don't know whether she has come to church. Anyway, some of us know her, but because she's not regular, so most of you don't know her. But kwa muda mrefu, the husband is sick and she has to stay with her, because he literally depended on her even to make a small move. Hata kunywa maji, hata kunywa dawa hangejipatia. That's why some of you don't know her.
and she is my heroine. Huyo mama ni shujaa kwangu. Na vile walifanya hata kama ni kitu ambayo sio ya kawaida, but I cannot judge her. I cannot, kwa sababu watu ni wajanja, lakini wanasahau kwamba wao ni wanadamu, na wanadamu wale wanaoleta ujanja ni wanadamu, wanaweza kufanya ujanja zaidi. So me, I don't blame anybody. I just went there as a pastor because I know her, but the rest of the things don't attach me to them. Ni sawa? I just went to lakini nilipoambiwa mambo ilifanyika na sitaki niwatajie ni nani walienda kuzikana huko, mambo sitaki, kwa sababu hata hao kwangu ni mashujaa, kwa sababu walisaidia dada katika Bwana ambaye mafisi walitaka kuja kuvuna mahali hawajapanda. Na hao ndio wengi siku hizi. Na hii tuombee hii Kiserian, maana nafikiri Kiserian nimezidi. Watu 6 walitokea wakati fulani, sio kama ni 6 ama ni 4, wakasema wakati jamaa amekata roho, wakasema huyu alikuwa my husband, huyu alikuwa my husband. Sasa mbona basi hatukuwaona wakati huo wote mpaka mtu anakufa? I think tuombee Kiserian hiyo maroho isiwe tunatajiwa hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijalete ibada ya kushiriki meza, naomba Mother Wamboi aje, anaingia kwa ushering. Naomba aje ili tumuombe. Mother, where are you? Karibu sana. Tumuombe huyu mpendwa. Hebu waangalie wakuone, ndio sasa wajue nani tunamuombea. Do you know her? Yeah, she has come and she is saying, I will not sit down. I want to serve God here. Ni sawa? Sasa uniangalie. Hebu tusimame tumkaribishe huyu dada kwa maombi anapoingia katika kikundi cha ushering. So Mother, thank you as a pastor in this church. I want to appreciate vile umesema hutaki kukaa chini, unataka umtumikie Mungu wako. Na mimi nakupokea rasmi na kuombea baraka na Mungu akushindanie. Umesikia nikiwaambia watu wasiogopeshwe na maneno ya watu. Nina hakika hata wewe unaweza ukasengenywa. Kuna watu wanaanza kusema huyu na amekuja juzi na sisi tumezeekea hapa. Kwa nini? Don't worry. Ni sawa. It's because umeingia kwa front line, na kuna mambo ambayo huwa inakumba wale watu wako front line kwa vita. Kwa hivyo don't worry. We are human beings, okay? Tukikusengenya kidogo wewe ujue uko mbele. Wewe kubali tu na umfanyie Mungu kazi. Ni sawa? Stretch your hands towards her. Father, in Jesus name, I want to thank you for Mother. Amekuja hapa na akasema hatosheki kukaa na ameokoka, lakini haimtoshi, anataka kumfanyia Mungu wake kazi. Tunampokea kama kanisa, tunampenda, tunambariki na tunaomba atembee wima. Mpatie nguvu ya hekima ya Roho Mtakatifu ili asiweze kushushwa, bali aendelee kukufanyia kazi, ili kanisa ibebe sura yako Mungu, kwa sababu mambo yote itakuwa na utaratibu na itakuwa na mwelekeo kwa sababu ya huduma ambayo atafanya hapa kanisani. Kwa hivyo nimempokea kwa niaba ya kanisa mzima na nimembariki aanze kazi hiyo akiwa amepokea baraka, na asante maana utatembea pamoja naye. Kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen. The Lord bless you, Mother. Thank you. Asante. Hebu tukae kidogo tu. Kama nitachukua madakika kadhaa, mjue kwa sababu mimi ni mgeni, kwa hivyo lazima mgeni apewe nafasi ajieleze. Ni sawa? Mgeni apewe nafasi kidogo, maana amekuwa nchi ya mbali. Nisome tu mstari mmoja, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:28. Inasema Wakorintho wa kwanza 11:28 inasema everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. Nisome tena. Inasema everyone ought to examine themselves before
they eat of the bread and drink from the cup. I want to say some few words before we do what we know that is important for us occasionally as a church to do that. Miaka za nyuma kabla kitu inaitwa kioo haijavumbuliwa kioo. Kwa hivyo mtu angeweza kujiona. Watu walitumia very primitive objects to see themselves. Kwa mfano vijito vya maji ama vidimbwi ama mto. Maji ndio ilikuwa reflection ya mtu, ambapo wewe na mimi tunajua haikuwa inaonyesha sura ya mtu kabisa, maana mara nyingi hata ukiangalia hiyo maji unainamia hivyo. Kwa hivyo in most cases huwezi kujiona kabisa, lakini hivyo ndivyo watu wa zamani walijiona. Kama kuna mtu angetaka kujiona sura yake, labda maji na iwe ni maji ambayo imetulia kidogo, unaweza ukajiona, maana ilikuwa na uwezo maji ya kureflect sura yako. Bwana asifiwe. Na wakati sasa kioo imevumbuliwa, ama kamera za siku hizi kama hii huyu media person anatumia, na makamera zingine ambazo zinatumia kutupiga, siku hizi unaweza ukajiona vizuri kabisa. Ikiwa uko na colored kama hii tai yangu, wadada, hii ni maroon ama ni red? Maroon ama hata sio maroon? Maroon. Unaweza ikapigwa picha initoe. Kamera za kwanza haikuwa inatoa color, ilikuwa black and white. Technology ikafanya iwe mzuri, unaweza ukapigwa mpaka hata sasa, hata kama una kapimpo inatoa. Technology ya 4K ndio inaendelea saa hizi, inaweza kukutoa sura vile ilivyo kabisa. Na imekuwa ni nzuri kwa sababu unaweza ukahifadhi historia ya familia. Huyu ana maalbum, unaenda kwa familia zingine wanakupatia album, anasema huyu ndiye alikuwa Guka, huyu ndiye alikuwa Shosh, na huyu mimi ndio mimi, huyu nilikuwa mdogo, nilikuwa class 1 ndio mimi huyu. Kwa hivyo ni mzuri. Kamera na kujiona imelete taswira nzuri sana katika historia ya wanadamu, ni nzuri kabisa. Lakini shida ya kamera peke yake ama kioo, inaonyesha tu sura yako ya nje, haina uwezo wa kukuonyesha sura ya ndani, haina. Na hatari yake ni hii kwamba we can concentrate. Man, there's an excitement when you see a picture of your small baby, and even your own, and where you are right now is exciting, and you want to go back to the to that particular where you store the pictures to see yourself. Is exciting, but that excitement may hinder us from learning to examine the inner person. Unanisikiliza? Neno la Mungu inasema kabla haujashiriki meza ya Bwana, examine yourself. Hii andiko haisemi ya kwamba picha yako ya nje. Hata kama ni muhimu, inaongea kuhusu sura yako ya ndani ya roho yako. Yakobo 1:23 na 24 inatuambia kwamba neno la Mungu ni kioo. Kioo ya kuangalia nini? Mtu wa nje? Hapana. Amen. Inaangalia nini? Mtu wa ndani. Neno la Mungu ni kioo. Na neno la Mungu ukitumia vizuri inamulika ndani. Inaangalia kama kuna mahali kuna dosari na unairekebisha mara moja. Kwa sababu sura ya ndani inatusaidia kuwa na afya ya kiroho. Spiritual health comes as a result of you having the ability to see the inner person. You are through you, which the word of God gives us, that the word can be able to give us, to become our mirror. See, hata wa Galatia nafikiri 5 siku kama ni 22 kuhusu matunda za rohoni, kwamba unaweza ukaenda tunda moja, tunda la pili, vumilivu, upendo, mambo kama hayo, ukajiuliza hii sura niko nayo, na ukaweza kusema una kama vile daktari ana print. Ukishaenda kwa lab na umepimwa damu, umepimwa kila kitu, inaprintiwa siku hizi na unaambiwa sasa shida yako ni hii. And by the way, Catherine, kama hujajua, it is my wife who wrote to me. Akaniambia there's an urgent prayer you have to make. Catherine is in the hospital. Hata kabla sijaona kwa ile wall ya deacons, Mama Pereza aliniambia nikuombee. Na hawa watu wamekuombea kabisa. Lakini nakuhakikishia kwa hiyo maombi yote
ya huyu mtu ilikuwa ndani ya hiyo maombi ya hawa watu wote. I prayed for you. Amen. Siku hizi daktari anakuprintia anakuambia shida yako ni hii. So unajiona kwamba ni nini inakusumbua. Sasa ni vizuri hata print out ya spiritual health ikitokea, unajiona shida yangu ni 1, 2, lakini sehemu hizi zingine niko sawa. Ni neno la Mungu inasema usishiriki meza kabla haujapata picha yako. Let me say a print out of your spiritual health. Lazima uwe nayo. Lazima uwe nayo. Ndio ushiriki meza kwa ukweli. Amen. Kwa sababu uhusiano wetu sio vertical peke yake. Kuna watu wanasema mimi yangu imetosha kama uhusiano wangu na Mungu, hiyo ndio tunaita vertical, iko sawa. Sijali vile watu wanasema. Mimi naona kama kuna vitu vingine ambavyo watu wanasema inabidi tujali. Ili horizontal relationship, na hiyo sasa ni ya mwanadamu na mwanadamu mwingine, kama pia iwe sawa. So tusiconcentrate na vertical, hata horizontal. Kwamba mimi na huyu mtumishi wa Mungu na huyu dada ni nini ambayo inafanya hata tusisalimiane kanisani? Ni nini inafanya kwamba akisema yeye ni asha, mimi natoka ushering? Ni nini inafanya kwamba akiwekwa katika kwaya, mimi siko comfortable kwa hiyo kwaya? Hiyo ni ugonjwa wa kiroho ambayo tunastahili tupate print out. Ujue ni nini na kukula. Ni nini hii inafanya wewe unashusha tu watu chini? Kila saa ukiongea na watu ni kuambia makosa yao na kuwanyima wafanye kile. Ni nini hiyo? Our spiritual health is very, very important. Kwa nini isiwe mimi ninapongeza watu waendelee kufanya kazi ya Mungu? Na hata kama kuna maeneo ambayo inarekebishwa, maana we are all growing into perfection. Ni sawa. We may not be perfect as we begin doing things. But why don't we encourage them to be perfect? Why don't we encourage people to be perfect? Why are we always telling them, you should not do that? You should stop it. Why is stopping so easily coming out of our mouth, and even not celebrating them and saying, you have done well, but if you can be able to correct here and there, I think it will be even more better. Ni nini nafanya nisiongee na watu kanisani? Na hata kama nikiongea na wao ni fake. Is a plastic smile kwa uso, lakini haitoki kwa ndani. Biblia inasema kabla hatujashiriki meza, nenda kwa daktari ambaye ni Roho Mtakatifu na umwambie picha yangu hasa sio ya nje, lakini ya ndani yangu iko aje? Mimi napenda hiyo print out ikitoka, daktari ametoa, ukiona ni masmile tu, ni masmile, na unaambiwa you are healthy and you can even continue doing what you normally do. You are very healthy. Hiyo report itoke kwangu na itoke kwako. Examine yourself. Nataka niwaite wale ambao wanahusika na meza ya Bwana. We'll do it very quickly. Sorry for taking that time, but I think it's very important. But nikisema hivyo nasema mtu saa hii aombe Mungu, sawa? Mwambie Mungu hata kama kuna mahali nimelemewa kidogo, kuna mambo nimezungumza ambaye hayafai, Biblia inatupatia hiyo nafasi ya kusema ya kwamba Mungu naomba unisaidie, lakini kesho yangu iwe tofauti na ile tabia niko nayo saa hii. Iwe Mungu anatupatia hiyo nafasi, anatupatia hiyo nafasi mara nyingi. And may the Lord God Almighty make us, this is our formation. This will be our habit formation. This will be our new culture, that you always examine ourselves. Na ndio maana huwa tunatangaza kuhusu meza ya Bwana. Naomba niletewe ili sasa tuweze tukaendelea. Chunguza moyo wako. Daudi alisema, alimwambia Mungu, God search my heart, and if there is anything evil in my heart, remove it, because that is not me. It is the enemy that is trying to push it into me. I have my identity. I have my identity. That's what we are saying. So even as I continue talking, you have an opportunity to say, nitashiriki hii meza leo, lakini nitashiriki nikiwa print out ya afya ya moyo wangu iko tick, kila mahali iko tick. So you have an opportunity. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread,
And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." I want to pray for this bread. It is made in human hands. But Lord, I pray that from now, let it reflect the body that was broken for the sake of us to live today and to enjoy good health. The Bible says, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." I bless this cup. I pray that it will be an announcement to what Christ died for us to do. And I also want to pray that it will be an announcement that we are waiting for him in a victorious coming through the clouds to crown us for the work we have done here on earth. I bless this cup, and I bless all the people that are partaking it today. I pray that it will also be a cleansing process to purge all our iniquities and for us to remain pure. And I also pray it will become a reason for us to be healed. As it goes through our systems, let the word of Christ, that he was broken, that he was hung on the tree for our healing, let it become true today. I command healing to take place in everybody whom the enemy is punishing through any infirmity. In Jesus' name, I pray for the soundness of mind. The disciples said when he was breaking the bread, our eyes opened and we are able to realize that he was Christ. I pray that wisdom and clarity of life will come as a result of participating in this celebration today. Thank you, Father. And this I pray in Jesus' name. Amen. I believe you have searched your heart. When you come here now, I have given you freedom. You can just take the bread and the cup as you go back to your seat. And it is important for us to come here celebrating the goodness of the Lord, praying and telling God, thank you that I'm alive because of a reason. I want to continue living and representing you. Kindly come in front. Come and partake of it. Come very quickly. Come boldly from every corner of the church. You know yourself. Come and let this be victory in your life. Let this be healing in your life. Come and be able to participate in this historic command from the Lord. Njoo ukiongelesha roho yako. Njoo ukitangaza kwamba wewe ni mshindi. Njoo ukisema kwamba umefunikwa na uwezo mkubwa wa Mungu katika maisha yako, na utaishi ukiweza kumtumikia Mungu, na hakuna ajali, hakuna mavamizi na mishale yoyote ya giza itakaye kukuta, kwa sababu Mungu amekupenda, Mungu anakulinda, Mungu anakuhifadhi, na hata ndoto ulizo nazo ambazo ni ndoto ya kumtukuza Mungu, zote zitatimia. Hallelujah. Thank you, Lord. Na nguvu za shetani
zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Wacha tuendelee tukuvumilia kidogo. Elda angalie. Okay, sawa. Tuko sawa. So maybe mnaweza mkageuka hivi kwa wale ambao wamekuwa wakihudumu. Zimeshindwa na Yesu, nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Imba damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. 1 2. Hebu tusimame sisi wote. Thank you so much for participating in that. I want to bless you by reading the book of Numbers 6:24 and 26 all the way to 26. The Bible says, Bwana akubariki na kukulinda. Sema amen. Bwana kuangazie nuru za uso wake
na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Let me say it again. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Amen. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Amen. The Lord bless you for that. Let's just sit briefly.